kwenye swala la kusali kuna watu hawaoni faida kabisa. Watu wamekata tamaa ya kusali kwa sababu hawamuoni huyo Mungu anayesemwa. Si kama tunaelewana? Hawaoni huyo Mungu anayesemwa. Utasikia leo Mama Loya anatoa ushuhuda kwamba Bwana ametenda kitu kwangu, lakini huyo jirani yake anashangaa yeye ametendaje kwake. Kwa sababu amesali miaka, haoni faida. Utakuta mzee amesali miaka na miaka lakini hajaona faida ya kusali. Anakuambia mimi nimesali sana lakini sijapata chochote. Sasa tatizo hilo ni kubwa. Ndilo ambalo nataka tujifunze leo, ambalo ni swali la mwisho, kwamba wewe unamjuaje Mungu? Somo linasema kwamba mjue sana Mungu. Ayubu Ayubu 22 ile aya ya 21 hadi ya 25. Somo letu la leo linasema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Kuna watu wanasali lakini hawamjui huyo Mungu anayesemwa. Kuna watu ambao wanaimba Mungu anaweza lakini hawamjui huyo Mungu anayeweza. Sijui kama tunaelewana. Kuna watu wapo kanisani wanamwabudu Mungu lakini hawamjui huyo anayemwabudu. Kuna watu waliokuwa wanasali mbele ya mlango wa kanisa lao wakaandika kwamba kwa Mungu asiyejulikana. Hata leo wapo. Sasa shida sio kumlaumu mtu kwa nini hausali. Shida sio kumuuliza mtu kwa nini hauji kanisani. Shida anakuja kwa nani? Sijui kama tunaelewana. Sijui kama tunaelewana wa Kristo. Iko namna hii. Kuna tofauti kati ya kumsikia Mama Roy na kumjua. Kuna tofauti kati ya kumsikia na kumjua. Watu wengi wanamsikia Mungu lakini hawamjui. Si kama tunaelewana. Watu wengi wanamsikia Mungu lakini hawamjui. Wangapi wanamjua mkuu wa wilaya ya Sengerema? Walishamuona hivi. Wangapi? Naweza kunyosha mkono namna hii. Mwalimu hapo. Okay, yule pale. Mimi ninamsikia. Anaitwa Emmanuel Kipole. Lakini sijawahi kumuona. Si unanielewa? Ninamsikia. Sasa kwa kuwa ninamsikia, siwezi kumuelezea. Si kama unanielewa? Kwa kuwa ninamsikia mkuu wa wilaya ya Sengerema, siwezi kumuomba kwa sababu sijui kama ninachomuomba anacho au hana. Sijui kama tunaelewana. Unayemuomba ni lazima ujue kwamba ninachotafuta anacho. Unamjuaje Mungu wewe? Unamjuaje? Elifazi anamwambia Ayubu kwamba mjue sana Mungu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Si kama tunaelewana. Ukiwa vitani, ukiwa mahali kuna hatari, ukiwa nyumbani unaogopa usiku umeingia, ukasikia sauti ya baba, kwa kuwa unamjua lazima hata kama kije nini lazima na wewe uvimbe, baba amekuja,
kwa sababu unamjua baba anaweza kupigana na hiyo hatari aliyonayo. Ikawa tunaelewana. Sasa shida ni watu hawajui Mungu ana uwezo gani. Watu wamezoea habari ya kuhubiriwa tu, Yesu anaweza, Mungu anaweza, Mungu anaponya. Wanasikia lakini hawamjui. Sijui kama tunaelewana. Wangapi wana nyimbo za sifa? Na nyimbo za sifa hapo sasa hivi? Hebu naomba fungua wimbo wa 83. Tenzi 92. Naomba fungua. Nasemaje? 83. Hapa nataka nitazame. Tenzi 159, nyimbo za sifa 159. Kuna kitu fulani hapo ambacho wimbo unasemaje? Tunaweza tukaimba, hebu tuimbe 159. Naomba tuimbe. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake. Zaidi nifahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nione Yesu na nizidi kumsikia, hekaluni kumwilisha kwangu. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nifahamu na nizidi kupambanua mapenzi yake, nifanye yale yanayompendeza. Zaidi nimfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Nataka nikakae naye kwa mazungumzo zaidi,
nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake. Nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaona kwamba mwandishi anasema nataka nimjue Yesu. Maana yake alipoingia katika wokovu hakukaa tu akalizika na kitu alichonacho. Nadhani wale tuliokuwa nao kwenye semina ile ya mfungo wa maombi, maandiko yanasema kwamba jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Maana yake unapotii ni lazima kuna hatua unayotakiwa kuchukua. Unapoingia ndani ya wokovu ni lazima, unapomsikia Yesu anaweza, ni lazima ukae na huyo Yesu umjue zaidi na zaidi. Maandiko yanasema kwamba Yesu alituita sisi, njoni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Lakini hakukomea hapo tu. Anasema kwamba jifunzeni kwangu. Ina maana kuja kuwatua mizigo sio shida. Maana yake kuna kitu ambacho mnatakiwa kufanya. Jifunze kwangu. Sijui kama tunaelewana. Sasa huwezi ukajifunza kitu kwa mtu ambaye haumjui. Huwezi ukajifunza kitu kwa mtu ambaye haumjui. Siwezi nikatamani kuishi maisha ya mkuu wa wilaya na wakati simjui, ninamsikia tu. Ni lazima nimjue mkuu wa wilaya jinsi alivyo, uwezo wake na mamlaka yake nifahamu. Sasa kuna watu ambao hawamjui huyo Mungu wanayemtafuta. Si kama tunaelewana. Kuna watu ambao hawamjui huyo Mungu. Kuna watu ambao wao kiuliza habari za kwenda kwa waganga watakwambia. Ukitaka kwenda kwa mganga sharti uende namna hii, uende umevaa hivi, uende hivi. Kuna watu ukiwaambia disco unatakiwa uvae nguo gani, atakwambia kwamba wakati wa Valentine Day inatakiwa uvae namna hii, wakati ya sikukuu ya wafanyakazi nenda namna hii, wakati wa siku fulani ya Christmas nenda namna hii. Lakini Mungu hamjui. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta Mkristo wa namna hiyo anasema kwamba mimi kiukweli hata ninachoenda kukifanya kanisani sioni. Utakuta mtu anasema nimezaliwa kwenye dini ya Kikristo, lakini ukimuuliza Mungu ni nani, wewe unamjuaje Mungu? Hajui. Atakwambia Mungu ni roho. Okay, Mungu ni roho. Roho ni nini? Roho ni nini? Maana yake mtu anapokuuliza kwamba wewe unamjuaje Michael? Okay, mimi namjua Michael ninavyomjua. Okay, ninamjua, sio kwamba anamsikia. Sikiliza nikwambie. Mtu unayemsikia haujui ukoje. Unasikia tu kuna Michael, okay. Majengo pale huwa kuna Michael pale. Lakini haujui Michael yukoje. Lakini unapoulizwa kwamba unamjuaje Michael, lazima uanze kuelezea sifa za Michael. Kwamba Michael ni mrefu, sawa, yuko vizuri. Ni mrefu. Mimi ninavyomjua Michael, okay, yuko ni mrefu. Kwa habari ya kufundisha watoto Michael ukimweka hapa sawa. Lakini kwa habari ya kuhubiri ukimweka hapa sawa kabisa. Lakini mtu anasema hakika huyu anamjua Michael. Sasa wewe Mungu unamjuaje? Shida sio Kristo afanye kitu kwako. Shida unamjuaje Kristo? Sasa kuna watu wanamsikia Yesu Kristo lakini hawajampokea. Kuna watu wanamjua Yesu Kristo lakini hawajampokea. Tumo nao ndani ya kanisa. Nao wamo. Sasa huwezi ukamjua mtu kama hujampokea.
Zakayo anasikia leo kuna mtu anapita, huwa anamsikia tu Yesu Yesu Yesu, usinitanie. Akaamua kupanda juu ya mkuyu ili angalie huyo Yesu anayepita ni yupi, ili amjue. Anahitaji kujua urefu wake, kimo chake, uwezo wake, nguvu zake. Yesu anasema kwamba tazama nabii hodi, ukisikia sauti yangu utafungua mlango nitaingia kukaa kwako. Watu tumeshindwa kupiga hatua wa Kristo kwa sababu yule Yesu tunamsikia, hatujampokea. Anapiga hodi ndani ya mioyo yetu, hatujampokea kabisa kwa sababu mioyo yetu ni migumu. Watu hawataki Yesu azaliwe ndani ya mioyo yao. Ndani ya mioyo yao kuna wageni. Uzinzi ni ibada. Nyimbo za dunia, nakula kwa macho, sijui maneno na muziki. Yaani ndicho anachojua. Habari ya kumwabudu Mungu hajui. Yaani wewe kwa habari ya habari za nini? Muziki gani? Jamani vijana, muziki gani? Tuko kwenye ibada ya vijana. Kwa habari za muziki mwambie, kwa habari ya kumsifu Mungu hajui kwa sababu hamjui. Utamsifiaje Michael ni mrefu na wakati haujui? Utamuombaje Michael pesa na wakati hujui alivyo? Hujui kazi anazofanya Michael, hujui uwezo wa Michael. Ni lazima ujue mtu unaenda kumuomba ana uwezo gani. Na ili ujue ni lazima umkaribishe. Maandiko yanasema kwamba ukiangalia Yohana sura ya 1 mstari wa 11 hadi wa 12 kwamba alikuja kwake lakini walio wake hawakumpokea. Ina maana kama hawakumpokea hakuwapa alichokuwa nacho. Sijui kama tunaelewana. Hakuwapa alichokuwa nacho. Kwani akija mgeni lazima aje na kitu. Lakini yule mgeni kutoa kitu ni kulingana na wewe uliyopokea. Kuna mtu anataka okay asante kwa kuwa sawa, asante na shukuru, lakini nenda huko komea huko. Watu wanaona hiyo hapo. Sasa wapo wa Kristo ambao Yesu Kristo mwenyewe hajakaa ndani ya mioyo yao. Ina maana amani hawana. Huwezi ukawa na Yesu Kristo ukakosa amani. Soma maandiko. Maandiko yananiambia kwamba yeye ni mfalme wa amani. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima umjue sana Mungu ili uwe na amani. Maandiko yanasema kwamba ndivyo mema atakavyokujia. Ina maana unapompokea mgeni, unapompokea Yesu Kristo, ni lazima uanze kumjua zaidi na zaidi. Okay, wewe ni Yesu sawa, umekuja kwangu, mimi nitapata nini? Nimekukaribisha, nimeacha kazi zangu, mimi nitapata nini? Ndio maana nimeuliza kwamba kwa nini umekuja kanisani? Kwa nini umeacha kazi zako umekuja kanisani? Toka umeanza kusali ni kitu gani ambacho umepata? Petro anampokea Yesu, anamwambia Bwana wewe umekuja kwangu sawa, mimi unajua nilikuwa mvuvi, lakini nimeacha kazi. Nitapata nini? Maana yake alikuwa anamwangalia hamuelewi kabisa. Huyu jamaa anatupeleka tu, ngoja kwanza. Nitapata nini? Unakuja kanisani kwa malengo gani? Unakuja kanisani kwa malengo gani? Kwa ajili ya mtumishi fulani? Kwa ajili ya kuimba kwaya tu? Au kwa ajili ya kumwabudu Mungu? Kama unamwabudu Mungu, huyo Mungu unamjua? Musa anatuma ujumbe kwa wana Israeli. Lakini anaona wewe, sasa niwaambie wewe ni nani? Maandiko yanasema Mungu akamwambia mimi ni Mungu wa baba yako. Pia kwanza inaanza Mungu anajitambulisha, mimi ni Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Nenda kawaambia watu wangu hivi. Kutoka sura ya 3:12-14 kitu kama hicho. Mungu anazungumza na Yakobo na Musa. Anawaambia mimi niko ambaye niko. Sasa ni lazima umjue vizuri unayemwabudu. Ni lazima umjue Mungu. Na kumjua Mungu ni lazima usome maandiko. Ni lazima ufuatilie habari zake kwa kusoma maandiko. Unakuwa na uhakika wa kuomba kitu ambacho unakijua kwamba Mungu atanipa.
Unajua, huyu ndiye mwanzilishi wa kila kitu. Si kama tunaelewana? Huyu ndiye mwanzilishi wa kila kitu. Sasa yeye anaweza akakupa kitu ambacho unakihitaji. Mfano, amani, vyote vijazavyo dunia ni vyake. Hata kuna vitu unaweza kuwa unakosa kwa sababu haumjui. Ili uweze masomo yako yaende sawa sawa, ni lazima umjue sana huyu. Sasa shida ni kule kusali kwa mazoea. Unakuja kanisani lakini hujui ambacho unakifanya. Mungu mwenyewe unamsikia tu anasema Mungu Mungu Mungu, lakini haumjui. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema atakavyokujia. Maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa uwezo. Maana yake ukimpokea kuna kitu ana connect ndani ya moyo wako. Ukimpokea yeye kuna kitu ambacho anaweka ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 22 wa Ayubu nasema, uyapokee tafadhali mafunzo yatokao kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Ukimrudia Mwenyezi utajengwa. Ukiondoa udhalimu mbali na hema yako, nawe hazina zako ziweke mchangani, na dhahabu olifi iweke kati ya mawe ya vijito, naye Mwenyezi atakuwa hazina yako, atakuwa ni fedha ya thamani kwako. Sasa hivi ni vitu ambavyo alikuwa anaambiwa Ayubu, kwamba kuna mahali ambapo unaishi umerudi nyuma. Kuna mahali kuna vitu ambavyo haviendi sawa sawa kwenye maisha yako. Sasa ni lazima umjue sana huyo Mungu ambaye unamtumikia. Ni lazima ujue Mungu ambaye unamwabudu. Lakini pia tuangalie matokeo ya kumjua Mungu. Ukimjua Mungu kuna nini? Matokeo ya kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo ya kumjua Mungu. Mathayo sura ya 16, Injili ya Mathayo 16 aya 13 hadi 14. Injili ya Mathayo 16 13 hadi 19. Maandiko yanasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, au mojawapo wa manabii. Akawaambia, ninyi mwaninena ya kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakwambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa na mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika mji wa Yerusalemu palikuwepo na watu wengi sana, lakini hawakumjua huyu aliyekuwa anakuja kuokoa. Wayahudi walitazamia kwamba tuko kwenye mateso ya utawala wa dola wa Rumi, ina maana Yesu akija tutatawala, hawa Warumi watatukoma.
Sasa wakawa wanatazamia kwamba siku akija Masihi tutakuwa huru, lakini hawakumjua huyo Masihi. Sisi kama tunaelewana, hawakumjua huyo Masihi. Palikuwa na makuhani, palikuwa na waandishi, palikuwa na Masadukayo, wote hao walikuwa wakuu wa sheria. Maana yake hawakuweza kumjua. Lakini Yesu anamuuliza Petro, kwamba watu nene ya kuwa mimi ni nani? Ndio leo hii unakuta Mkristo atasema Yerohim, Jehova Sham, Jehova Yire, mimi namwabudu Jehova Yire, mimi namwabudu sijui Elishadai, mimi namwabudu Adonai, mimi namwabudu sijui nani. Hapana. Shida sio kumjua Mungu. Kuna miungu wengi, unamwabudu Mungu yupi? Maandiko yanasema kwamba Petro akamjua Yesu Kristo. Akasema mimi nasema kwamba sawa, watu wote hawa wanijui. Mimi naona hamna anyenijua. Huyu anasema mimi Yohana, huyu anasema mimi Yeremia, huyu anasema mimi mmoja wa manabii. Kwani nyinyi mnasema kwa mimi ni nani? Maandiko yanasema Petro akasema ya kuwa wewe ndiwe Kristo, wewe ndiye Masihi, mwana wa Mungu. Ina maana ukimjua Mungu kuna kitu anaweka ndani yako. Tunaona kwa Petro. Tunaona kwamba kitu ambacho cha kwanza Yesu anakiweka ndani ya Petro, anaweka madhabahu. Anaweka madhabahu ndani ya Petro. Kwamba kwa kuwa wewe umenijua, nami nasema wewe ndiwe Petro, Simoni Bayona. Juu ya mwamba huu nitalitenga kanisa, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Maana yake anaweka madhabahu ndani ya moyo wa Petro. Anaweka madhabahu ndani ya mtu ambaye amekuja kwake. Je, wewe umekuja kwa Yesu Kristo? Unamjuaje huyo Yesu unayemwabudu? Maana maandiko yanasema wote waliompokea aliwapa wakafanyika kuwa wana wa Mungu. Maana yake kuna uwezo, aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Ina maana kuna kitu cha kawaida ambacho kimo ndani yako ambacho hakifanani na wengine. Lakini je, wewe unakitumiaje hicho kitu? Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu ambayo imewekwa ndani yako. Lakini je, wewe kama wewe unaitumiaje hiyo madhabahu? Mwandishi wa wimbo anasema kwamba nataka nimjue Yesu. Sawa, ameweka madhabahu ndani yangu. Ameweka uimbaji ndani yangu. Ameweka utumishi ndani yangu, lakini nitauendelezaje? Sawa, ameniita nije niwe Mkristo, lakini nitaendaje? Nitatembeaje katika Ukristo wangu ili nisiweze kumtenda dhambi? Maana kuna vitu Mungu ambavyo ameweka ndani yako. Lakini pia anasema kwamba hata milango ya kuzimu haitalishinda. Anasema nami nitakupa wewe mamlaka. Lolote utakalolifunga duniani na mbinguni wala milango ya kuzimu haitalishinda. Manake baada ya kuweka madhabahu, Mungu anampa Petro mamlaka. Mungu anampa Petro mamlaka. Lakini pia anampa ufunguo. Manake lolote atakalolifunga duniani na mbinguni limefungwa. Ina maana ilikuwa ni simple sana Petro kuweza kumfufua Dorcas kwa sababu alikuwa na mamlaka. Amepewa ufunguo. Manake ndani yake madhabahu iliyomo ndani yake haiwezi hata milango ya kuzimu ikamshinda. Kuna vitu ambavyo Mungu ameweka mbele yako vya thamani. Kuna mamlaka ambayo amekupa Yesu Kristo. Je, unayatumiaje? Soma sana neno la Mungu, ndivyo mema atakavyokujia. Simama imara. Ili ufanikishe ndoto zako ni lazima usimame na neno. Ni lazima umjue Mungu zaidi na zaidi. Ni lazima umjue Mungu. Ili ujue kumuomba huyo Mungu, ni lazima umjue.
Na ili umjue ni lazima usome neno. Kwa sababu huwezi ukaenda kukopa kitu ambapo hamna. Huwezi ukaenda kuomba kitu ambacho unajua hakijibiwi. Hauwezi ukaenda kuongea na rais na wakati haujawahi kuingia hata kwenye ofisi ya rais. Ni lazima ufundishwe. Maana yake ni nini? Ili upate mamlaka, ili Mungu aweke madhabahu ndani yako, ni lazima umjue. Na ukishamjua, Biblia inasema kwamba jifunzeni kwangu. Ina maana kuna kitu atakufundisha. Na atakapokufundisha, maandiko yanasema kwamba lolote mtakaloliomba kwa jina langu nitawapa, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Kwa sababu gani? Amekwisha kuwafundisha kuomba. Huwezi ukaniambia unajua kuomba kama haujafundishwa. Wanafunzi wa Yesu asingemwambia tufundishe kuomba. Na ili ujue namna ya kumwomba Mungu ni lazima usome neno. Kwa ndugu yangu, ukitaka kumjua Yesu, ukitaka kumjua Mungu, ili uwe na amani, soma Biblia. Soma Biblia. Maana hili ndilo neno la Mungu. Na neno alishuka kwetu, akakaa kwetu, tukaona utukufu wake. Kama mwana pekee atokaye kwa Baba. Na ndani ya huyo neno ulimokuwa uzima. Na uzima ulikuwa ni nuru. Na nuru ilikuwa ni nuru ya watu. Maandiko yanasema kwamba neno lake ni taa ya miguu yetu. Ina maana ndilo litakalo kufikisha kwenye ndoto zako. Tunajua kuna watu wengi wana ndoto. Kuna wengine wanaangalia masomo, kuna wengine wanatarajia kuolewa, kuna wengine wanatarajia uchumba. Sasa lazima utembee na Yesu Kristo. Unamjuaje Mungu? Kwamba Mungu, angalia, ninaamua kufanya kitu cha namna hii. Je, utanisimamiaje? Ni lazima umjue. Unavyomjua vizuri ndivyo unavyojua namna ya kutembea naye. Kuna watu wamezalia nyumbani. Leo inakuwa shida kuolewa. Kwa sababu gani? Ulianzaje uchumba wako, ulianza na nani? Shida sio kuzaa, shida ulianza na nani? Shida sio kuolewa, eti uchumba na kumbo, ulianza na nani? Shida sio masomo ulianza na nani? Yesu akamuuliza Petro, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako. Maana yake yeye ndio anayeweza kukuongoza. Je, tunaelewana? Anasema mimi ni mfalme wa amani. Kwenye ndoa bila Yesu hauwezi. Kwa sababu yeye ndiye mfalme wa amani. Anasema nimekabidhiwa mamlaka yote ya dunia na mbinguni. Ina maana ukitaka chakula cha kimwili, yeye atakupa. Ukitaka chakula cha kiroho, yeye atakupa. Ukitaka vitu vyako viende sawa sawa, yeye atakupa. Ina maana hata kama hauna kazi, unahitaji kazi, mwambie yeye, kwa sababu unamjua. Kama ninajua kwa tabasamu ana pesa, nikienda kwa tabasamu ninahitaji pesa kadhaa, atanipa. Kwa sababu ninaumwa, ninamjua huyu kitu, huu ugonjwa kwake ni mdogo, anakutibu. Ni lazima umjue Mungu. Lazima ujue uwezo wake, mipaka yake. Ni lazima umjue. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema atakavyokujia. Sasa ni lazima usome neno la Mungu. Lazima usome neno la Mungu. Kuna vitu vingine tu vinakujibu kwenye Biblia. Angalia maandiko. Inasema walimlilia Bwana katika dhiki zao. Naye Bwana kulitupa neno na kuwaponya na shida zao. Si kama tunaelewana? Sasa ni lazima umjue vizuri Mungu unayemwabudu. Ni lazima umjue. Unapopita katika hatari, mwambie Mungu. Tamani sana kusoma neno la Mungu. Kuna watu leo ukiwauliza Diamond kesho anavaa nguo gani wanajua, lakini habari ya kuomba hawajui. Kuna watu leo ukiwauliza mitindo ya dunia wanajua, lakini habari ya Mungu hawajui. Ni kwa sababu gani hawamjui? Wanamtafuta Mungu ambaye hawamjui. Huwezi ukamtafuta mtu ambaye hawamjui. Ili mtu umjue ni lazima umkaribishe. Na kadri unapomkaribisha lazima umetoka wapi? Nimetoka sehemu fulani. Okay, umekuja kwa kazi gani na kazi gani? Nimekuja kwa kazi hii na hii na hii. Okay, lazima utashirikiana naye. Maana kitu alichonacho kitakuwa cha kwake na wewe cha kwako kitakuwa cha kwake. Ni lazima ujue kukaa karibu na Mungu. Kwa hiyo ni vizuri sana. Soma neno la Mungu, fanya maombi, zungumza na Mungu, tamani kumjua Yesu zaidi na zaidi. Usirizike na kiwango ulichonacho. Usirizike. Safari bado sana wapendwa. Kwa hiyo kazeni buti, tamani sana kumjua Yesu. Utumishi una viwango, Ukristo una viwango. Kuna viwango na viwango na viwango. Usirizike hapo ulipo. Mwambie Yesu, ninaomba hatua nyingine zaidi. Kwamba hii ulionipa sawa ninajua.
hii ulionipa ninajua. Yesu ndiye bosi wetu. Mwambie akupandishe cheo katika Ukristo wako. Mwambie akuongezee hatua ili uweze kufikia malengo yako, ili uweze kufanikiwa masomo yako. Mwambie Yesu. Kitu chochote unachohitaji, mwambie Yesu. Maandiko yanasema wamtumainio yeye ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele. Japopita katika bonde la uvuli na nini. Daudi anasema mimi hata kama nikipita kwenye hatari gani, mimi namwangalia Bwana, kwa sababu ndiye mchungaji wangu, huyu halali wala sinzii. Kwa sababu anajua kwamba halali wala sinzii, kwa sababu amemtafuta, amemchunguza na akamjua. Sasa unapohitaji jambo lolote, mwambie Yesu Kristo. Naomba tusimame.